Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Naomba niweze kuchukua nafasi hii tena niwarudishe katika yale ambaye niliyazungumzia wakati nilipofika hapa, na wakati huo hatukukuwa na mtumishi Onyango, lakini leo nimeweza kufika tena na nikampata. Kwa hivyo nataka pia tuseme maneno hayo kwa sababu watu ambao wanaongozwa na roho moja, ukitaka kujua ni kwamba huwa hawapingani, huwa wana maelewano, kwa sababu yule anayewaongoza ni Mungu mmoja ambaye amewapa roho moja. Sasa katika swala hili la kuhusu Centurion, jina Centurion linawezekana likawa ni jina ambayo watu wengi hawawezi kuelewa lina maana gani. Onyango, kwa sababu Centurion, mnafikiri watu wengi ambao wanaweza kuwa na mawazo kama hayo ni Waadventista sana. Naam. Lakini watu ambao si Waadventista wa Sabato watashangaa Centurion ni nini. Naam. Kweli. Ningetaka tuchukue muda mfupi kueleza ni mawazo gani tuko naye na tunafikiria nini kuhusu Centurion. Ninataka niongee kidogo alafu nimwache Onyango aweze kuzungumza, kwa sababu nilizungumza mengi. Hii plot hii mnaona tushaikodisha, tushailipia, na sasa hivi tunaendelea kufanya matayarisho hapo ndani. Nataka tuweke vitanda na mambo mengine ambayo yanahitajika kwa sababu ya hiyo kazi kuanza. Sasa lengo letu na madhumuni ni kuweza kutoa huduma kwa watu ambao wanaendelea kuteseka na magonjwa ambaye hawajaweza kupata matibabu, lakini kwa njia nyepesi na njia rahisi ambaye Mungu amewafunulia watu katika siku za mwisho, watu wanaweza wakapata afya, watu wanaweza wakapona. Hatusemi ya kwamba hauwezi kuombea mtu na apone. Tunaamini katika maombi, tunaamini katika kuombea mtu na apone, lakini kuna magonjwa ambayo si ya pepo, hatutakemea pepo toka. Kuna magonjwa ambayo yamempata mtu kwa sababu ya lifestyle yake. Kwa hivyo tunapomfundisha mtu namna ya kuishi, pia tunampa matibabu ya magonjwa ambayo yanamsumbua. Karibu Onyango. Asante. Kwa lugha nyepesi kabisa, wapendwa watazamaji, ni ya kwamba pengine tumie lugha tu rahisi, ni ya kwamba katika ulimwengu ambao tunaishi leo, kuna watu ambao ni wagonjwa, na watu wengi huwa wanataka matokeo ya haraka, na tunaishi pia kipindi ambacho watu wametaabika sana. Watu wanauza mashamba, wanauza ploti, na unaona bado watu wanaangamia na magonjwa ambayo ni nyepesi. Mfano ninasema hivi, the medical world, ulimwengu wa utabibu ama matabibu leo, ama ulimwengu wa tiba, hawana suluhisho kwa magonjwa ambayo yanawasumbua watu katika ulimwengu. Mfano tuko na blood pressure, ndio. Tuko na diabetes, ndio. Diabetes ile inaitwa sio insipidus, hii nyingine inaitwa mellitus, ama zote mbili. Na kuna kitu kinaitwa, nimesema blood pressure, diabetes, na kuna cancer. Ukiingia katika medical world, na sio kwamba tunapuuzilia medical world, ni kwa sababu ya jinsi hali ilivyo. Wanajaribu kutoa control systems za kujaribu kusaidia watu waishiishi miaka nyingi, lakini tiba haswa iko wapi? Sasa katika sanitarium, tunapozungumza kuhusu sanitarium, tunaongea kuhusu njia ambayo Mungu ameifunua, njia mbadala ya kuweza kufanya kitu kinaitwa reversal of diseases. Reversal maana yake, mwalimu wangu, sijui kama Kiswahili wewe unakielewa vizuri. Kurudisha. Reversing disease, yani kurudisha nyuma magonjwa ambayo yanaendelea. Yani hivi, unaona mfano diabetes. Diabetes ni ugonjwa ambao ukikamata mtu, mara nyingi watu wanapewa madawa. Ndio. Lakini katika sanitarium tunajaribu kureverse. Ile ugonjwa ule utoke, na sehemu ya mwili ambayo imekuwa affected ama imekuwa
imekamatwa na ugonjwa huo urudi sawa. Ndio. Unaona tunasema reverse. Mfano ndio watu watuelewe. Zamani kule kwenye kijiji mtu anapougua jino ama jino linapouma, mimi nilikuwa naona nyanya yangu anaingia kwenye msitu, anatoa matawi fulani analeta na anaweka kwa jino, na siku 2 3 hiyo jino imepona na iko sawa. Ndio. Leo ukiumwa na jino upelekee tabibu au madaktari kwenye hospitali, wanafanya nini? Wengine wale wanasema ngoa. Wanang'oa. Unaona? Sasa swali inakuja, ni yule nyanya mzee ambaye yuko kwenye kijiji ndiye anajua tibabu ama ni daktari wa hospitali? Afadhali ule mama ule wa uko Shabani huko. Asante. Hiyo ndio jambo tunazungumzia kuhusu sanitarium. Reversing. Si kwamba unaondoa figo ama unaondoa sehemu ambayo imekuwa affected. Ni kama vile niliona mtu mwenye ambaye alikuwa na ugonjwa wa sukari. Ndio. Alafu anasema kwamba wakate sehemu fulani. Bas. Mguu inakatwa kabisa. Niacha kuelewa. Sasa nikasema kama huyu mtu alidungwa na kitu, alafu unakata hapo. Hapo umekata bado ni kidoda na ulishindwa kutibu kile kidogo. Naam. Utatibuje hiki ulikata? Kwa hivyo unakata hapo, unafika mpaka mahali hakuna kwa kukata. Rafiki yangu, anti yangu juzi tumemzika kwa sababu ya jambo hilo. Alikatwa miguu yote mbili. Akawa na stress kwa sababu miguu imekatwa, diabetes imemkula kwa muda. Akaaga. Nilijaribu niwezavyo kumshauri, lakini watu kwa kawaida kuna mambo kuamini ni ngumu. Watu wengi saa kuamini mambo ya sanitarium ni ngumu. Kwa hivyo kitu ambacho tunasema na Mwalimu Ndasha hapa ni ya kwamba mahali ambapo tumefika lazima tuingie katika ministry ambayo Yesu aliitumia. Kumbuka Yesu aliponya watu kwa njia mbalimbali. Ndio. Nimeona ukizungumzia mambo ya miujiza na kupona na kuombea watu. Ndio. Hiyo iko sawa, lakini kuna mbinu mbadala ambayo pia Yesu alitumia ya manabii wa zamani. Mfano kuna kipofu ambaye Yesu alitema tu mate akatengeneza tope. Akampaka na mtu akapona. Akamwambia nenda kuosha kwenye nini? Kwenye maji, na huyo jamaa akapona. Sasa swali linaulizwa katika hiyo Yohana sura yake ni ya 9. Mbona Yesu hangemuombea huyu? Amwambie tu ona. Hivyo. Inamaanisha Yesu alikuwa anafundisha njia mbalimbali za kuleta matibabu. Hasa tunaishi kipindi ambacho pia tunajua shetani ameivamia dunia. Ndio. Kwa masuala ya ishara na miujiza. Kwa hivyo lazima tuweze kuelewa hii sanitarium ambayo tunaweka hapa itasaidia watu. Tutakuwa tunafundisha matibabu kwa njia ya asili. Tunaambiwa kwamba healing is in nature. Mambo ya tiba iko katika mambo ya asili. Unaona? Kwa hivyo Mwalimu Ndasha ni kuambia tu watu ya kwamba hili jambo ambalo tumeanzisha ni jambo la kipekee. Na watu ambao wanatufuatilia wawe tayari watangaze kila mahali ya kwamba kuna sanitarium ambayo imefunguliwa rasmi. Ndio. Na itakuwa na madaktari ambao wamehitimu vile vile katika masuala ya matibabu ya kutibu. Naam. Kabisa. Naam. Sasa niseme samahani. Niseme ya kwamba maneno ambaye mtumishi Onyango ameyasema yamekolea munyu, na ni maneno ambayo ila tunaishi katika ulimwengu ya kwamba watu wengi wanataka kuona ndio wakubali. Watu wengi wanasikia kama ni maneno, lakini kwa sasa hivi nimekuwa nikiongelea sana mambo ya matibabu katika Facebook yangu, na ninaposoma comment za watu wengine hata wananitukana. Wengine wanasema ya kwamba Ndasha amekuwa mganga. Lakini najua ya kwamba ni vipofu na watu ambao hawaelewi ya kwamba kutibu mtu akatoka kwenye shida ni mkono wa kulia wa Injili. Naam. Mtu ambaye anaumia na maradhi utamhubiria, umwambia aje na maradhi yake inamsumbua. Unapotoa somo ama fundisho, pengine kuna fundisho la H pylori. H pylori watu wengi wamehangaika na ugonjwa wa H pylori. Unangojea mtu aende university, aende akafanye video nini ndio kuja kutibu H pylori. Na H pylori kama vile umesema ya kwamba kuna nyanya mzee ambaye alikuwa anatibu meno. Ugonjwa wa H pylori ni ugonjwa kidogo ambaye watu wakifundishwa namna ya kujitibu wenyewe wataweza kutibu magonjwa kama hayo na wakapona. Na shule ambaye ni ya kuwafundisha watu namna ya kujitibu ndio tunaita sanitarium. Kwa hivyo kuna watu ambao watakuja wakiwa wakobali, wana magonjwa ambaye yamewalemea,
Wakija hapa tunakaa na wao, tunawatibu kwa namna ya nature, ya maumbile ya Mungu. Yani si lazima, hata si lazima utumie dawa. Mtu anaweza kuja hapa akiwa na ugonjwa wa kansa, ukamtibu kupitia chakula tu. Food. Chakula tu. Yani kumbadilishia mtu namna yake ya kuishi bado ni matibabu. Lifestyle. Na kwa sababu kuna madawa ambayo yametengenezwa na miti, madawa ya kiasili, bado yatatumika kwa ajili ya kuwatibu watu. Na wale watapata video hii na tumewatibu, kwa maana nyinyi ni mashahidi, tumewatibu. Unajua tuwezi tena kutumia njia hii kana kwamba ni ya kujiinua. Lakini kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kutoa ushuhuda wao, kama vile hizo walikuwa wanasema eda ukajionyeshe kwa makuhani, eda ukawaambie wale watu. Sasa watu wakienda kutangaza, watu wengi watajua ya kwamba kwa kweli kuna tiba ambaye inapatikana kupitia the nature na kutika maumbile ya Mungu. Sasa Onyango, tunaomba watu waungane nasi katika kufanikisha hili. Kabisa. Hiyo ndio wito wetu. Naam. Hiyo ndio wito wetu, na Mungu awabariki. Asanteni. Na Mungu awabariki.